Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Nakaribisha katika kipindi chetu cha saa kufunguliwa. Tunaendelea leo sehemu ya 6 ya kufunguliwa fikra. Kufunguliwa fikra zako iliyofungwa kisheria. Kuna watu wengi sana wamefungwa kisheria kwenye fikra zao. Kuna kitu ambacho kinatakiwa ingia kwenye fikra zako lakini umefungwa. Na adui anapita kwenye fikra zako kutia giza. Lakini Mungu amesema na mimi siku ya leo kwa ajili yako kwamba kuna mlango ambaye Mungu anataka kuingia kwako ili akusaidie fikra zako irudishwe kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Yamkini katika ulimwengu wa roho unaishi chini ya mamlaka ya giza bila kujua. Biblia inasema hivi, Mungu wa dunia yamepofusha fikra zao ili basi nuru ya injili siwazukie. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 4. Mungu wa dunia amewapofusha fikra zao ili basi nuru ya injili siwazukie. Nuru kazi yake ni kuangaza kile kinachotakiwa kuonekana. Yesu Kristo nuru ya ulimwengu. Anapokaa ndani ya fikra zako, najua kabisa kwamba utangamua vitu vingi ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Unapokaa saa nyingine gizani, unaweza kuwa unalia sana, shida, mateso, magumu, lakini yamkini nuru ya injili haijaingia ndani yako. Mungu wa dunia yamepofusha fikra zako, usiamini injili sawa sawa. Watu wengi sana wameokoka lakini bado ni wabishi katika maisha yao. Najikuta kabisa kwamba fahamu zako zimefungwa, nia yako imefungwa, fikra zako zimefungwa. Kuna vitu ambavyo havipiti kwako. Hata ukiwaza ile vitu haizai matunda, lakini fikra zako unatamani sana ifunguliwe ili uone vitu vikubwa, ili uwaze vitu vikubwa, ili utende vitu vikubwa, lakini yashindikana. Yamkini Mungu wa dunia ambaye ni shetani amekufunga fikra zako, amekupofusha ili nuru ya injili isikuzukie. Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu. Anapokaa ndani yako, kila kitu kinawezekana. Yesu akiingia ndani yako, ufahamu wako inafunguliwa. Maana unaona kinachoendelea katika maisha yako. Leo nataka niseme na wewe, yamkini katika ulimwengu wa roho, Ibilisi amekufunga ufahamu wako, uone kinachoendelea. Hata saa nyingine ninapohubiri hapa, wengine hawaamini na wengine wanasema kwamba inawezekanaje. Lakini angalia maisha yako yakoje. Umewaza nini? Umetekeleza nini? Nini ambacho kikubwa ambacho umekifanya katika maisha yako? Kwa nini hujafanya mpaka leo? Nani amekupofusha fikra zako? Ni adui amekupofusha ili nuru ya Kristo Yesu isiingie ndani yako. Maana kazi ya injili ni kuleta mabadiliko kiroho na kiuchumi. Kama umemwamini Yesu lakini hujabadilika kiroho na kiuchumi, na maana kwamba bado fikra zako imetua giza. Mungu akufungue leo kifungo cha ufahamu ili ufahamu wako ikae kama jinsi Mungu alivyokuumba. Paulo alimwambia Timotheo, waambie hawa watu kwamba watu wapate fahamu zao, watu katika mtego wa Ibilisi ambao ametegwa hata kuyafanya mapenzi yake. Na mkili katika ulimwengu wa roho, nafsi yako imefungwa, ufahamu wako imefungwa, una namna ya kutoka. Siku ya leo nakwenda kufungua katika kipindi cha saa kufunguliwa. Mungu akufungue milango, akufungulie fahamu zako ili uone kinachoendelea katika maisha yako. Yamkini katika ulimwengu wa roho kuna mlango ambao adui anapitia kukuharibia, lakini Mungu amenituma kwako siku ya leo ukufungua ufahamu wako, kufungua fikra zako. Pale ulipotiwa giza likuachie uishi maisha ushindi. Na tunakwenda kuomba. Nataka fikra zako iushe leo. Kama kuna mtu amekutupia roho, hiyo roho ikuachie katika jina la Yesu. Nakwenda kuomba na wewe kokote ulipo. Basi kabla sijaomba na wewe, nakukaribisha kwenye kanisa letu. Kifika Mianzini Mataa, ulizia barabara Maua, kona makaburi ya kijani, kanisa liko kushoto. Jumatano huwa ni siku ya kinabii na mafunuo, ni saa 9 mpaka saa 12, na Jumapili saa 3 mpaka saa 7:30 ibada ya kuinuliwa, na Jumamosi ni saa 4 mpaka saa 7 baada ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Mungu akutie nguvu, Mungu akupe nafasi ya kuja ili ufunguliwe, na Mungu akuashie taa ili uone tulicho nacho, ili Mungu akuinue zaidi. Nakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msanii kokote alipo. Yamkini Bwana anaponitazama hapo alipo, yamkini hata niamini sana wala amini kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Kokote alikofungiwa Bwana, naomba nuru ya injili Bwana imzukie ili neema yako ishuke juu yake. Yamkini yuko chini ya mamlaka ya giza, na anaishi chini ya mamlaka ya giza na hana namna ya kutoka. Mungu lia hai siku ya leo katika kipindi cha saa kufunguliwa, naomba afunguliwe fahamu zake. Hiyo fikra ambayo imetua giza, naomba Bwana majeshi ile giza liondoke. Mwashia taa yake sasa, nuru ya injili mzukie kwa jina la Yesu. Hapo alipo Bwana, ni mtu mkuu lakini fahamu zake zimefungwa, haoni chochote, haoni kinachoendelea, atekeleze chochote Bwana. Maisha yake yako vile vile siku zote. Natamka siku ya leo kwamba Mungu ni Mungu
kufungua waliofungwa, ukamfungua hapo alipo, na awe uhuru sasa, ili fikra zake zingamue vitu fulani, maana ni mtu mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mkono wa Mungu kutembelee, na mkono wangu ninapokutembelea unainuliwa tena. Ulikuwa unaagana Bishop Prophet Losina Kambei, mwanzilishi wa huduma International Mountain Apron Christian Church of Tanzania. Mungu akubariki, Mungu akuinue, amen.